Neema tunaweza tukaiita ni catalyst, ni speed up, ni oil kwenye mahali ambapo vitu vinaenda kwa uzito. Lakini neema ya Mungu pia inaondoa shina la uchungu kwenye maisha yetu. Ndio maana katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 mstari wa 15 anasema, mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo, watu wengi wakatiwa. Kwa hiyo mkiangalia sana shina la uchungu lisichipuke, neema ya Mungu ikapungua. Neema ya Mungu ndio inasitiri shina la uchungu lisiwepo. Neema ya Mungu ndio inasitiri wale wanaokuita majina mabaya, wale wanaokutafuta kwa ubaya, wale wanaokupiga, wale wanaokutafutia vita, wale wanaokusema vibaya ili ukasirike, ili uchukie, ili uachane na mambo yako, ili usifikie hatima yako. Kitakacho kusitiri na kukuficha ni neema ya Mungu. Na ndio maana neema inapopungua kwenye familia zetu, unaweza ukakuta tuko kwenye magomvi makubwa sana. Tuko kwenye magomvi kati ya kaka na dada, kati ya mume na mke, kati ya mtoto na mzazi. Ni neema imepungua. Ili Mungu aingilie kati pale, fanya kazi moja. Baba wa mbinguni, ingilia hii familia tena. Tunaomba neema yako tena, tunaomba huruma yako tena, tunaomba uponyaji wako tena. Neema ya Mungu ikipungua hata katikati ya wanandoa, lazima kila mmoja atakuwa na lugha yake, lazima mapatano yataondoka, lazima kibali kitaondoka, lazima kila mtu atakuwa anafanya mambo yake bila kujua wao ni mwili mmoja. Kilichopungua ni neema. Kwa hiyo neema ikipungua mahali, kama ilivyoandikwa katika Waebrania mlango wa 12:15, lazima shina la uchungu litainuka. Neema inapopungua, lazima kitu kingine kiinuke. Neema inapopungua, lazima kitu kingine kijaze pale. Kitu kilichojaza lile holi au emptiness au ukuwazi ni nini kwenye maisha yako? Kwa hiyo unapopunguza neema ya Mungu, ni kitu cha kuomba sana. Sio kama kuna mtu ananielewa. Haleluya, haleluya. Maana yake ni kwamba neema inapopungua mahali, ukiona unashindwa kumwombea mume wako, unakuwa ni wa malalamiko kila wakati, neema imepungua. Ukiona unashindwa kumwombea mke wako, ni walalamiko kila wakati, neema imepungua. Ukiona unalalamikia kazi kila siku, neema imepungua. Unamlalamikia bosi kila siku, neema imepungua. Wewe ni wa kulalamikia watoto, neema ya kuwaombea imepungua. Ni wa kumlalamikia mzazi, neema imepungua. Ni wa kulalamikia wafanyakazi wenzako, neema imepungua. Ni wa kugombana kila wakati, neema imepungua. Na unachotakiwa kufanya ni kuomba damu ya Yesu iliyobeba neema ya Mungu ifike mahali hapo kwa jina la Yesu. Iende tena ikatamie familia hiyo, ikatamie ofisi hiyo, ikatamie kazi hiyo, ikatamie watoto wao, ikatamie ndoa hiyo. Neema inapokuja na kuanza kuatamia mahali, lazima kuna vitu vitakuwa vya tofauti. Lazima kuna atmosphere itakayobadilika. Lazima kuna hali ya hewa itakayobadilika. Kwa nini? Kwa sababu tunastahilishwa kupendana watu ambao hatukuwa katika uhalali wa kupendana. Tunasaidishwa kubebeana mizigo watu ambao kiuhalali angekuwa adui yangu. Kumbuka, neema inakuingiza mahali ambapo hukustahili kuingia. Inakupatanisha na vitu ambavyo hukustahili kupatana navyo. Inakubebea ushirika wa mambo ambayo hukustahili. Kwa hiyo inapoingia kwenye familia zetu, inaachilia mapatano kwa watu ambao walikuwa ni wakuana. Inaachilia mapatano kwa watu ambao waliekewa ukuta wa magomvi. Inaachilia mapatano kwa watu ambao shetani alisema hawatapatana tena. Neema ikishuka kwenye maisha yako, inaondoa shina la uchungu. Ninakuombea kwa Bwana, neema ya Mungu iwe juu yako. Kila shina la uchungu lililosimama kwenye familia, kwenye ndoa, kwa watoto, kwenye kazi, kwa neema ya Bwana, hilo shina la uchungu liondoke leo kwa jina la Yesu.